Zaidi unaleta washirika gani? Sana sana huwa naleta washirika watu wazima na sio vijana. Katika ibada tunahitajika watu wazima na vijana, ila vijana kidogo imekuwa changamoto sana kwenye maswala ya ibada. Unadhani kwa nini vijana hawaji wengi sana? Cha kwanza kutokana na nini? Na maadili tuliolelewa. Sawa, Mikidadi, wewe nikuulize, na wewe ni kijana, unaamini Mungu yupo? Naam, naamini Mungu yupo. Mungu akikuangalia sasa hivi Mikidadi, anakufurahia au amekukasirikia? Siwezi jua kama ananifurahia au ananichukia au hajapendezwa na mambo yangu. Sasa Mikidadi, Mungu ameweka siku ambayo atatuhukumu wanadamu na atatumia amri 10 za Mungu kutuhukumu. Unazifahamu amri 10 za Mungu? Sio zote. Lakini unajua kwamba kuiba ni dhambi. Najua. Toka umezaliwa mpaka leo umewahi kuchukua chochote kisichokuwa cha kwako bila kujali gharama yake, hata kama kinauzwa $1? Yeah, Na anachukua visivyo vyake anaitwa mwizi. umewahi kusema uongo mara ngapi toka umezaliwa? Yeah, kwa kukadiria siwezi kukadiria kiasi gani nimeweza kuongea uongo. Lakini umewahi kusema uongo. Amri ya 7 inasema usizini, lakini Yesu akasema hivi, yeyote amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye ndani ya moyo. Umewahi kumwangalia mwanamke kwa kumtamani? Sasa kutokana na macho, unajua macho hana pazia. Macho hana pazia bwana. Japokuwa tunaambiwa ukimwangalia mtu kwa mara mbili tu tayari ushazini. Sawa. Sasa Mikidadi, mimi sikuhukumu, lakini wewe mwenyewe umekiri kwamba ni muongo, ni mwizi, unazini ndani ya moyo na yamkini umewahi kufanya uasherati. Hilo sitaki uniambie. Mungu akikuhukumu sasa hivi utaenda mbinguni au jehanamu? Hapo kidogo utakuwa kuna mzani. Kwa sababu sio mambo yote mabaya tunafanya. Tunakumbuka kwa kuna Mungu. Kwa hiyo maoni yako kwamba Mungu ataangalia mema na mabaya uliyoyafanya. Sasa fanya hivyo Mikidadi mahakamani. Umeiba pikipiki, alafu unaenda unamwambia hakimu kwamba hakimu, mimi kwa kweli ni kijana mzuri sana, hata kama nimeiba, lakini mimi huwa nafanya mengi mazuri. Hakimu atakuachia? Pale hakimu atanihukumu kutokana na kesi yangu aliyonipeleka pale. Uko sahihi kabisa. Na Mungu atatuhukumu kwa makosa ambayo tunayofanya sisi. Biblia inasema hivi, waongo, walevi, wazinzi, waabudu sanamu, wote sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Lakini Mungu ni wa rehema. Unajua Mungu alifanya nini ili sisi wenye dhambi tusiende jehanamu? Sijajua. Unajua, lakini unadhani hiyo haikuhusu. Umewahi kusikia Yesu alikufa msalabani? Naam. Maana yake ni hii, wewe na mimi tulivunja sheria ya Mungu. Yesu akaja akafa msalabani, akalipa fine. Ni sawa na wewe ukipelekwa mahakamani umeiba, akitokea mtu akakulipia fine, hakimu anakuachia. Kwa hiyo ili usiende jehanamu unatakiwa kutubu dhambi zako na kisha kumpa Yesu maisha yako, kwa sababu yeye ndo aliyelipa fine. Yesu akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo nikusii uende ukayafanyie kazi haya. Au wewe unajua lini utakufa? Haujui. Kila siku duniani zaidi ya watu 1.5 wanakufa. Kwa hiyo nikusii wewe unaonekana kijana mstaarabu, nenda kayatafakari haya.